Mimi nasikia kumshukuru Mungu sana. So I really am so grateful to God kwa nafasi hii for this opportunity ambayo sikuitarajia maishani which mwangu. I never expected in my life. Mimi nilikuwa na vita vikali sana. I had a very severe fight. Kuanzia mwaka jana. Beginning last year. Vita vikali sana. Severe fighting. Na vita hivi vikaja kanishika fahamu zangu. And this war came and took over my understanding. Nikawa sina fahamu. I was not aware of anything. Naona watu wanatembea tu. I'm just seeing people walking watu around. wanatembea tu. Just people are walking around. Sijui wanafikiria nini. But I don't know what they are thinking about. Sijui wanafanya nini. I don't know exactly what they are doing. Wao ukiniangalia, if you look at me, unaniona ni mzima. You think I'm whole. Lakini mimi sina fahamu. But then I have no understanding. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata Pasaka hii. Even during Easter. Mimi nilikuwa ndani ya vita. I was inside the war. Nilikuwa nasikia mama huyu. I was hearing from this mother, Ismaili, Pastor Ismaili, anatangaza hapa. Announcing here. Haya mkutano umefika. Okay, the crusade has now come. Chochote ulicho nacho. Anything that you may have. Lisha mkutano. You feed the crusade. Sasa anafanya hivyo kila siku. So every day he's given a word. Mimi nasema. But then I'm saying. Chochote ulicho nacho. Whatever you have. Kama nini? Like what? Bana sasa sielewi sasa. Because I don't understand anything. Yeye anasema kitu ambacho kiko wazi wazi. She's speaking something very open. Lakini sielewi anasema nini. I don't understand exactly what she meant. Natoka hapa. So I come out of this place. Naenda kule. I go home. Na maswali yangu. With my questions. Amesema mtu aliye nacho. She said anybody who has anything. Alisha mkutano. To feed the crusade. Basi maneno hayo yanakuwa ya ajabu kwangu. So these words are becoming a surprise to me. Sielewi sasa wanasema nini. I don't understand exactly what she meant. Siku moja. So one day. Nikasema ngoja. I said okay, wait. Nikampigia simu yule mtu wa store. I called the storekeeper there. Nikamwambia box ya ngano ni pesa ngapi? I told him, asked him how much is a bale of. Akasema ngoja nikuulizie. He said okay, let me ask or inquire. Nikamwambia maana nataka box 5. I told my wife I want 5 bales. Okay. Akaja akasema. So she came and said. Ni shilingi 1730. One bale is 1730. Basi nimeshangaa. So I was really surprised. Na hao wenye kuuza huko. By those sellers there. Nauliza hao watu wanafanya hivi vitu gani kwa nini? Say, why are these people doing this? Hii ni kitu gani wanafanya namna? What is this they are doing? Basi hilo neno likanikasirisha kabisa. So I was so annoyed about that thing. Na mimi mwenyewe nataka kununua. And again it was me who wanted to buy. Kisha nikampa hizo pesa. And again I gave that money. Akaenda akanunua. He went and bought. Akaniletea hiyo receipt. And brought me the receipt. Iliniudhi sana. I was so annoyed of that. Sasa naudhika. So I'm always asking. Na wale wenye kuuza si hao hapa. I'm asking about those who are selling. Nasema mbona wanauza vitu gali sana? Then why are they selling this commodity at a very high price like this? Kisha nikaviacha. And then I left it. Sasa niko hapa mkutanoni. So when I was here, lakini mimi sina fahamu. But then I had no understanding. Hata niliambia mtumishi wa Mungu. In fact, I told the servant of ndio God, mko mkutanoni. You are the ones who are in the crusade, but not me. Sielewi kitu. I don't understand anything here. Sielewi kama tunaenda wapi. I don't know where we are going. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ukiniangalia unaniona ni mzima. But then if you look at me, you see me as a whole person. Ukiniona unafikiri ni mzima. If you see me, I'm very whole. You see me. Kusahau. But then being forgetful. Kidogo nimesahau. At a little while I'm forgetting. Kidogo nimesahau. Few minutes I've forgotten. Nikiweka kitu kidogo hapa na kiacha hapa. If I put something somewhere there and then I forget it. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi nilikaa namna hiyo. So I continued in that situation. Nikitegemea depending Mungu wa mwanzilishi on the God of the founder, ndani ya mtumishi wake, in the servant of God. Wananiombea mtumishi wa Mungu ananiombea. The servant of God is officially praying for me. Ni mzima. I'm now whole. Siumwi mwili. I'm not sick. Mwili wangu haumi. My body is not aching. Lakini mwili ni mzima. But then the body is whole. Ukiniangalia, if you look at me, utasema huyu ni mzima. You see this one is very whole. Lakini niko kwa shida. But then I am in trouble. Fahamu nazo sina. And again I have no understanding. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Fahamu nazo sina. I have no understanding. Mkutano umepita hivi. So the crusade went over that way. Mimi naja kanisani. I'm coming to church. Na kutoka. Go out. Lakini but walio mkutanoni wengine si mimi. Those who are in the crusade are others, not me. Maana sielewi kunaendelea nini. Because I don't understand exactly what is going on. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo kitu ikaja ikaondoka polepole. So again that thing gradually went away. Haikuondoka kwa nguvu. It didn't go at once. Ikaondoka polepole. It went out
gradually. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mpaka sasa Until now, nimeanza kuona mwangaza I sasa. have begun to see the light. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimeanza kuona I mwangaza. began to see the light. Naweza kusema kitu I can speak something, na nikajua nimekisema mimi. and again I can understand exactly what Lakini I hapo said. nyuma But initially, nilikuwa na shida nyingi sana. it was trouble and trouble. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.